Na Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Njoki. Natangaza na redio ya Bukena FM. Karibu sana kwa Mlima. Mimi ni mzaliwa wa Mlima. Okay. Nyeri County, Tetu Constituency, mahali kunaitwa Kigogoini. Kama utapitia hapo, ingia tu kwa mama yangu atakuchinjia kuku. Sawa Njoki. Na kikombe ya maziwa. Yes. Ningependa kuangazia mambo mawili ama matatu, sana sana tena kuhusu mkulima wa majani chai. Najua umeongea hayo na uko na mipango. Lakini pia ningependa tushughulikie wakulima wa majani chai kulingana na kiwango cha ukulima wao. Kuna yule mkulima pia wa chini ambaye production cost yake sana sana huwa inamfinya. Unapata ya kwamba yule mfanyikazi wa kumchunia majani hata anapata pesa mingi kuliko ile yeye anapata ya bonus. Sijui hapo tunaweza fanya nini ndio huyu mkulima mdogo wa majani chai akaweza kutiwa moyo. Aweze kuendeleza kazi yake. Labda swali ambalo lingine ningependa kuangazia ni katika matembezi yako mlimani, na nimesema tena karibu sana. Wakati ulikuwa naibu wa rais, ulipokelewa sana kwa Mlima kama ulivyosema. Na of course msemo ambao ulikuwa wako wakati huo ni tangatanga na tukaelezewa kwamba mmesikiza ground na ukweli masikio ilikuwa sawa. Mlisikiza ground na ilikuwa sawa. Sasa tukisikiza ground sijui iko namna gani. Na tena labda ningejiuliza na wengine pia wanajiuliza mbinu ambazo zimetumika kuwakusanya watu pamoja ambao watakuwa wakijitokeza kupokea rais katika Mlima ni wale ambao ni watu kabisa wanatokea kupokea rais kwa sababu wanapenda vile anafanya, ama wengine wamebaki manyumbani wamekasirika tu, wamebaki na hasira zao lakini hawana kufanya. Okay. Mambo umeniuliza maswali mawili, sio Njoki? Ya kwanza pale katika kilimo ya chai bado kuna vile tumekubaliana na Mutahi Kagwe. Tumejaribu ku enhance productivity. Lakini bado kuna sehemu imebakia ambayo sasa tutaenda bunge. Kwanza kuhakikisha kwamba tunafanya value addition more than we are doing at the moment. Tatizo ya chai yetu, hata ingawaje tumepata mapato karibu bilioni 50 zaidi mwaka uliopita, ni kwamba sehemu kubwa ya chai yetu bado inauzwa kwa magunia. Na sasa tumekubaliana na stakeholders, nimeketi chini mwenyewe. Na mimi nataka nimshukuru Profesa Kindiki kwa sababu amenisaidia katika shughuli hiyo ya kuketi chini na different stakeholders wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Na sasa tumekubaliana na wao vile tutakavyofanya katika finance bill ambayo inakuja kupunguza mambo ya ushuru kwa packaging material. Tuondoe ushuru kwa ile chai inanunuliwa kutoka kampuni hii mpaka kampuni hii for purposes of value addition ama processing, ndio tuweze kuhakikisha kwamba ile bei ambayo tunapata ya chai yetu sio tu ile ya wholesale, lakini vile vile Ketepa na chai hizi zingine zote ambazo zinauzwa zikiwa processed, ambayo sasa bei yake ni kama mara 2 mara 3, pia tuweze ku-enhance hiyo value addition. Nimekubaliana na watu wa KTDA ya kwamba sisi kama serikali tutawasaidia na shilingi bilioni 1 waweze kutengeneza another processing facility. Hii ya Ketepa iko Kericho. Sasa tutaanzisha ingine Nairobi. Na vile vile tunataka kuchunguza vile tutaanzisha ingine Dongokundu, ndio pale Mombasa. Ndio tuweze ku-enhance ile common user facility ya mambo ya processing ya chai, ndio tuweze kuuza value added tea ambaye sasa itatupatia mapato zaidi. Tukifanya hivyo, sasa yule mkulima ambaye umesema, yule mdogo ambaye saa hizi pengine yule ambaye anamsaidia kuchuna chai anapata pesa nyingi kuliko mwenye chai, sasa hapo saa hizi kwa kilo moja on average tumefikisha karibu shilingi 70. Nia yangu in the next 3-4 years tunataka ku-enhance mpaka iwe minimum price ambaye mkulima atapata kwa chai kwa kilo moja ni shilingi 100. That way we will make sure that even the low farmers who have low acreage pia wanapata mapato. Mekujibu hiyo.